might have watched that video of Tanzania President Samia Suluhu telling Mr. Mastugo to beat Asokwajo. And all I can say is that for a country that calls Siriteso na Tichachandu, I hope this Queen's language doesn't get to bother you when I pump knowledge in your skull by telling you that he who stops to tie his shoe during a lion chase not only gets to die, but also dies neatly dressed. So please, stop trying to cover fire with a blanket, because after it has finished burning the blanket, it will burn the blanket holder. The only thing that will save any dictator in Africa is if they change their ways and start to serve the people, because we the people will always decide. And it is time for Africa to decide. You cannot decide for us and force us to adhere. If Tanzanians are okay with dictatorship, then well and good. But in Kenya, we value democracy and we embrace it. So the people shall. Samia Suluhu ni kama ananyesha sasa. Yu mjinga ameanza. Nafikiria hapa Kenya ni hiyo kijiji ya Kenya anaongoza. Aro. Samia Suluhu amesema jenzi wa Kenya wasibembelezwe, wapigwe na wavunjwe. Kuyaondoa yanapotokea maovu Tanzania vivyo hivyo. Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi. Sijui asubuhi mchana, maana amechelewa naye amekuja mchana. Tukaa tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu wanaojiita nani hilo jina hao eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju, ili wakae sawa. Na hapo tutapata jumuiya ambayo ina watu wenye heshima na ina watu walionyooka. Neno demokrasi lisituchafulie nchi zetu wala mila zetu wala desturi zetu. Demokrasi haina formula. Demokrasi ya kule mbali tofauti na ya kwetu huku. Sisi kwetu tuna mila zetu na desturi zetu zinazokwenda na hiyo demokrasi. Kwa hiyo kwa namwambia mwenzangu, hebu tusimame mguu sawa kulinda hizi nchi zetu. Nilikuwa namsikiliza kaka yangu Mudavadi akisema anatamani kungekuwa na shirika la ndege la East Africa. Natamani kungekuwa na East African Harbors na nini. Natamani, jamani ndugu zangu, si alikuwepo? Our founders of the nations walituundia. Ikatokea nini? Wakaja wasome. Mimi, I don't know what you guys understood yesterday when you were listening to Samia Masuluhu akiongea maneno ya venye watafinya vijana wa demokrasia ambao wanajifanya hao ndio ambassadors wa demokrasia, at the way they whisper with each other with Anaconda, wakidiscuss vile ambavyo watafinya watu ambao wanatetea demokrasia na rule of law. Me, I took it as a message from Anaconda to the people of Kenya that he's coming to rain terror on us, that he's not going to allow us to exercise our democratic right come the 2027 general election. That is what I took from that, because he can't say it himself. He was like, my friend, my dictator friend, huyo ambaye tunapanganga vile ambavyo tutafanya. Si nilikupatia advice venye utafanya Tanzania na ukafanya na ikasucceed, venye ulikanyaga rule of law na ukahakikisha you ran against yourself in a general election and no opposition leader could campaign or be on the ballot. Please pass the message to my dear Kenyans. And she did it very proudly, na kiburi yake hapo kijifanya ambavyo very proud of our dictator. Kikijifua nacho cha nikikilia hapa juu. Naam, swadakta. Naam. My fellow Tanzania, my fellow, nani aliyenipa hotuba ya Kiingereza? Ni nani aliyenipa hotuba ya Kiingereza? Ni mimi mama. Naam, leo hii utalala ndani. Wapi hotuba ya Kiswahili? Kurasa la pili. Kurasa la pili. Naam, leo utalala ndani ili uweze kujua kunipa hotuba ya Kiingereza tena next time ni kifo. Naam, Watanzania wenzangu, leo hii naja mbele yenu si kama Samia bali kama Idi Amin mama.
ningependa kuwapa kongole na kuwashukuru kwa kuwa mmenisupport na kunipa kura zenu 90%. Na ningependa pia kuomba msamaha kwa kuwapea ile tunaita kifungo chini, yani lockdown ile. Ila nina tatizo hapa hivi kwamba tumekuwa na mvurugano, tumekuwa na maandamano ambayo kumbe hajasababishwa na Watanzania wetu bali Wakenya kutoka nchi jirani. Wakenya hao, unasikia Wakenya walituma Wakenya 3 ambao wamekuja kuvuruga amani yetu. Mkenya mmoja alienda Dar es Salaam, mwingine akienda Dodoma, pia wamevuruga. Sasa mnadhani ni Watanzania, kumbe ni Mkenya mmoja. Ile Wakenya tungependa kuomba msamaha. Kwa kuwa kama hao ni 3, sembuse mkituma lori moja, tungependa kuomba msamaha. Mkenya 3 nasemekana kwamba hajulikani alipo, na hilo ndilo linalotuofisha zaidi. Wanasema kwamba yuko pale Mbagala, sijui Mbagala, ila tunahofia sana maisha yetu kama Watanzania. Wakenya hao walipokuwa wakija Tanzania walipitia kwenye boda ile. Kupitia kwenye boda walikuwa na gunia la mawe na kamusi. Mkenya wa kwanza ambaye alikuwa ni Omondi Timon alikuja na kamusi na mawe. Wa pili akakuwa ni Gaucho Tieno, alikuja na kamusi na mawe. Watatu pia ndiye ambaye tujua jina lake. Ila kwa wale Wakenya ambao waliobaki Kenya, tafadhali tunaomba tarehe 8 mwezi wa Novemba tupatane Paradise Gardens. Kutakuwa na Mataha Festival pale Kiambu Road. Kiambu Road. Kiambu Road. Kiambu Road. Kiambu. 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 Yeah, Kiambu. Yeah. Naam, swadakta. Tupatane pale hivyo tarehe 8 mwezi wa Novemba. Huyu awekwe ndani. Mama, toka usiniguze nyonyo. Toka, huyu awekwe ndani. Awekwe ndani. Rais Ruto na Rais Samia Suluhu Hassan, nyie wawili mnavyopendana, na sisi na Wakenya tutaendelea kupendana hivyo hivyo. Kwa sababu nimepata nafasi hii kidogo ya kuzungumza na wewe, nikuletee salamu kutoka kwa baba yako anaitwa John Samuel Malechela, ndiye mume wangu. Ameniambia nikusalimie sana, lakini na sisi wanawake wa Tanzania tunaomba ukamsalimie sana Mama Raheli Ruto. Tunampenda sana, tunamtamani sana, na tumesikitika leo hukuja naye, lakini mpelekee salamu zetu. Asante sana. Guy. Guy. Ni kama ameona aibu ya huku ndani ya Ibambi, ameamua kutuibisha kwa jirani. Guy. Okay, ajeni niwaambie kabla mwanze kutape. Wewe mwenye ulikuwa umetape ati nacheka na siongei, futa hiyo comment, ninawaambia story. Tell me why. Samia Suluhu anasema ati must go, alitangaza huko maneno ya refinery na yeye ajui. Ati anasema Ruto jameni. Huku wachome huku wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu adabu hao. Tusichague Watanzania au Wakenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju. We mama, mambo ya kuchapana ukwaju achia wanaume. Wewe uko na ukwaju gani ya kuchapa mtu? Umeona watu wamenyamaza, umeanza tena perepere. Ulikuwa umenyamaza hapo kuliyafanya. Sikiza, sisi rais wetu Kenya, Ruto, tunataka tufanyie maendeleo. Mambo ya dictatorship, katiba yetu hairuhusu dictatorship. Kama ulikuwa ujui, jua hilo. Our constitution does not allow dictatorship. These are our servants. President wetu ni servant wetu, inafaa tu serve, si mambo ya dictatorship. So mambo ya kuongelea mambo ya ukwaju, watu kupigana ukwaju, wewe nenda nyumbani mume wako kupige ukwaju. Mambo ya ukwaju achia wanaume. Wewe unataka ukwaju, wewe are you a leader or a dictator? Wewe dictator usitulete sisi wa Kenya. Fanya udikteta huko Tanzania. Sawa? Unaambia president wetu apige nani ukwaju? President wetu ndiye atuserve. Na asipochunga hata ni one term huko. Wewe bado unaongelea mambo ya watu kupigana ukwaju. Mambo ya ukwaju achia wanaume wapige watu. Wewe uko na ukwaju wa kupiga watu. Nenda nyumbani, si uko na mume, basi huyo ndiye ako na ukwaju atakutandika nayo.
Wacha kuletea watu upuzi hapa. East Africa tutaruhusu dictatorship. Kwanza hapa Kenya, we will not accept dictatorship. We want service, not dictatorship. Wacha upuzi bana. My people, breaking news. Hii ni mwecheche. Samia Suluhu amesema majenzi tutembezewe mikwaju vilivyo. That Tanzania ni kama Kenya na Kenya ni kama Tanzania. And she doesn't believe on democracy. That you should take democracy elsewhere. Samia Suluhu, wewe ni mama kweli. Hii ni mwecheche Samia Suluhu, but we can't give you that room here in Kenya. In fact, my fellow Kenyan citizens and the entire East Africa citizens at large, we should be vigilant on this leadership that is yet to strangle our own liberties and freedom. In fact, they are literally trying to do away with our own dignity when it gets to a point when a woman who is in leadership trying to do away with the democracy that has been there for the longest time, ati tutembezewe mikwaju sisi majenzi, just because we are here to ask and we are here to question on things that keeps on oppressing us. Wewe Samia, in fact, we don't recognize you as any of the woman leaders in Africa. Tunajua president mmoja, Netumbo Nandi from Namibia. Wewe you don't even deserve to be a mother. Aluta. Wananchi wa Kenya hawakufanya makosa kumchagua Rais Ruto kuwa kiongozi wao. Wananchi wa Kenya hawakufanya makosa kumwamini Dr. Samuel Ruto kuwa kiongozi wa nchi yetu jirani, watu ambao tunawapenda. Na ninataka nikuhakikishie Mheshimiwa Ruto, utakaporudi Kenya, fikisha jinsi ambavyo sisi tunaona Wakenya ni atikuwa mandugu na madada zetu kwa Tanzania wamefurahishwa sana na hii safara ya Anaconda. Sisi tunasema basi kwa sababu wamewapendeza sana, mkae na yeye, akae na huyo mama yenu dikteta Samia, wafanye kazi kwa watu wa Kenya, sisi tutajipanga. Bwana Kasongo amevukisha uongo boda. Sasa tupokuwa tunaongea ndani kule, nilimbana Ruto. Ni mbaya jamaa, Kaambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Mama Samia Suluhu anasema alimfinya. Sasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Anasema anaongea maneno yenye hata yeye mwenyewe hajui. Haelewi inatoka wapi. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Rais akaona yenyewe hapa nimeshikwa yenyewe hapa, siku za mwizi ni 40 na siku za muongo. Leo ni siku yangu, leo nimepatikana. Allow me to explain. Amebadilisha lugha hata Suluhu aamini. Lo, ningejua ningetangaza hiyo refinery ijengwe Mombasa. Sasa Watanzania wanajaribu kuteta juu Charlie Chaplin aliwadanganya moja gai. Watanzania tulieni. Sasa unaona venye nyinyi mnasikia. Sisi tunasikia kila siku. Na nyinyi hata mko na bahati, hata hamjapewa ni time gani itatake. Angejaribu aongeze in the next 6 months. Lakini juu ni nyinyi angetumia Kiswahili. Ndani ya miezi 6 nyinyi mungeti. Anaitwa Charlie Chaplin. The president of Africa. Huyo ameanza sasa kuitoa nje, exporting of yeah. Ameanza kuexport, huku imejaa. Sasa kuleni kwa upole. Na kabla nilale, I think it's important that I let you know, Samia Suluhu amewaita watovu wa nidhamu. Rais wenyu alikuwa BBC juzi na akarudia tena criminals. Na Samia akasema walikuwa na discuss na your president and walikuwa na shangaa how will they deal with hawa watovu wa nidhamu ambao wanajiita Gen Zs. Na waka-agree democracy haina formula na democracy haifai kuingililia mila na desturi zetu kama watu wa East Africa. Na waka-agree democracy ya uko mbali na ya hapa ni different. So ninashangaa, does the word democracy change meaning depending on the location, on the geographical area? Anyway, finally kwa hiyo conversation yao waka-agree kutuchapa mikwaju. Hata usutwe uja kama wewe kidudu. Waka-agree
ati tukienda TZ Samia anatuchapa mikwaju, tukikuja huku must go anatuchapa mikwaju. Mimi sijui kama ni mikwaju ama ni risasi za miguu. Tutadu one time. Oh, mama wa Tanzania, Mama Samia Suluhu. Nasikia ukiwaambia Ruto kuhusu mambo ya Gen Z, mafunzo adabu. Naomba nikurekebishe kidogo. Si Ruto atufunze adabu, atunyoshe. Ni sisi wa Kenya Gen Z tumfunze yeye adabu. Aache kutudanganya na kutubeba kama watu wajinga, watu wapumbavu. So kuna tofauti ya Tanzania na Kenya. Tanzania wewe ndio katiba. Wewe ndio unafanya chenye akili yako inakwambia, chenye hisia yako inakwambia. Hapa Kenya tuna katiba. Yani sisi hatuhitaji, hakuna mahali katiba imetuambia tumpende rais, tufanye sijui nini. Kupenda ni kutaka kwangu, ni kupende, wala sio lazima. Ndio maana kuna tofauti ya Kenya na Tanzania. Unasikia mama? Na huo ujinga ambao mmeongea ama ujinga ambao umemwambia, yeye mwenyewe anajua sisi ni moto wa kuotea mbali. Sisi ni umeme. Wa Kenya ni umeme. So Mama Samia, point of correction, Ruto hata yeye unaona venye amekonda. Hii ndio Kenya baba. Hii ndio Kenya Mama Samia. Hii ndio Kenya, vichwa vimeruka. Sisi tunaelewa haki zetu, tunaelewa katiba, yani haizi akafanya kinyume na katiba. Venye wewe unateka Watanzania unawaua usiku na mchana. Kenya akisiambia Ruto kama yeye ni mwanaume, ateke sasa hivi, ateke wananchi. Tunamuondoa madarakani. Kama mtu kakosea, kuna mahakama, kotini, napelekwa mahakama, patikana una hatia basi. Patikana unaachiliwa huru. Kenya ni nchi inaendeshwa na constitution, katiba. Tanzania ni nchi inaendeshwa na hisia za mtu. Ndio maana Kenya tuna seneti, tuna bunge la seneti, bunge la wabunge, tuna magavana ambao ni wakuu wa mikoa ambao wanachaguliwa na wananchi. Si hapo Tanzania unachagua kila mtu, wewe ndio unachagua. Kenya is Kenya, Tanzania is Tanzania. Huo ujinga umeambia Ruto hauwezekani. Hata yeye anajua hakitawezekana hapa Kenya. Sisi ndio serikali. Yani sisi Gen Z ndio serikali. Kama unabisha, muulize Ruto. Sisi ni wabaya. Sisi ni badman. Sisi mama, sisi tutakubaka. Sisi ni wabaya. Silete shobo hapa Kenya. Usiongee ujinga kama huo. Usiwerudie kuongea utoto. Ongea vitu vya msingi. Ruto amekuja muongee the business, sio mshene, sio kubweka kama wewe Mama Samia. Kana heshima. Nimekuambia mara mwisho, kana heshima. Mimi ndio huyu sasa. Vijana ambao we know our rights, and you can't just say whatever you say on your visit with President William Ruto, no. So differentiate between these two countries. There is Kenya and there is Tanzania. And we have a constitution. And Tanzania, you are the constitution. Any decision you make, whatever you are emotional, unhappy, happy, sad, whatever, you do whatever you want. But in Kenya, madam, impossible, unbeatable people. Gen Z, wale wabaya. Hakuna kusikiza bongo Kenya. Halo. Hizo bongo waende waimbie Suluhu. Suluhu anadharau. Halo. Huo mama anafikiria hii Kenya ni Tanzania. Mwambie ako wrong. Translatea yeye. Najua hivi tunaongea anaweza kuwa inampita kidogo. Anajiona mjanja mbaya. Wewe mikwaju huko ni venye wewe si Mkenya. Wewe bwana wewe ungekuwa unakaa Madhakarua. Halo wewe Suluhu, ungekuwa kama Madhakarua, I tell you. Hii Kenya wewe acha kutupima wewe. Unaongea vile unataka kwa sababu
Unajua iko hiyo demokrasi ya kuongea vile unataka Kenya. Si angekuwa Mkenya Umadhe angekuwa Kenya angetii. Afadhali tungerilente tijua amepiga ndenga watu chwani. Ungetumada wote. Alo, na wewe jua.